Kama wewe na mpenzi wako hamfanyiani mambo haya 6, basi nyie hampendani, ila mpo tu kwenye mahusiano. Sasa kabla sijaendelea, kama wewe ndo kwa mara yako ya kwanza leo unakutana na video hii, kwanza karibu sana. Nikwambie tu upo sehemu sahihi. Hapa ndio sehemu pekee tunayoelimika, tunayoburudika, tunayojifunza, yaani tunasema hapa ni full package. Na kama bado haujasubscribe, unasubiri nini jamani? Hakikisha umesubscribe. Hapa chini kuna maandishi meupe yameandikwa subscribe. Ukiyabonyeza hayo tu unakuwa tayari umekwisha kusubscribe na unaungana na sisi hapa, tunajifunza kwa pamoja. Mimi naitwa Yusta Mgaya. Sasa bila kupoteza muda, twendeni moja kwa moja kwenye mambo haya 6 ambayo wewe na mpenzi wako kama hamfanyiani, basi nyie hampendani. Jambo la kwanza, kama wewe na mpenzi wako hamfanyiani, nyie hampendani, kuoga pamoja. Yaani kama uko kwenye mahusiano na mpenzi wako, nyie hamjawahi kuoga pamoja, nyie tu mko kwenye hayo mahusiano, nyie hampendani. Na hii kuoga pamoja sio basi ndo kila siku muwe ile mna tabia kuoga pamoja. Hapana, hata kwa mara moja tu mnaoga pamoja. Jamani, kuoga pamoja kuna raha yake, kunaongeza upendo. Mkiwa mnaoga pamoja mtafurahi huko, mtacheka, mtafanyaje. Kuna raha yake ya kuoga pamoja, na pia kunasababisha upendo uongezeke. Hamuwezi kusema nyie mnapendana halafu hata siku moja nyie hamjawahi kuoga pamoja. Nyie kila siku huyu anaoga kivyake, yule anaoga kivyake. Hapana. Wanaopendana wataoga kwa pamoja. Hata kama sio kila siku, lakini mara chache inakuwa inatokea mnaoga pamoja. Kwa hiyo kama wewe na mpenzi wako nyie hamjawahi kuoga hata siku moja kwa pamoja, nyie hampendani. Nyie mko kwenye mahusiano tu, ila ule upendo ule hamna, haupo. Inauma, lakini ndo hivyo tena. Kwa sababu jamani, kama mtu anakupenda hauwezi kaa haogi na wewe. Lazima atakwambia tu, bwana, hebu leo twende tukaoge pamoja. Itakuwa inatokea hali ya kuoga kwa pamoja. Lakini kama haitokei, upendo haupo, nyie mpo kwenye mahusiano tu ambayo yanaweza yakaisha muda wowote. Jamani, unajua mkiwa mnaogaga kwa pamoja kuna kitu, yani kuna kakitu kako pale kamejificha pale. Hata ikitokea mnagombana, lakini mkikumbuka ile mkioga mnaoga pamoja, mnafurahi, mnafanyaje, kuna namna tu kanarejesha upendo baina yenu na nyie mnapendana. Kwa hiyo kama huyo mpenzi wako na wewe hamjawahi kuoga pamoja hata siku moja tangia mwanze mahusiano yenu, hampendani. Jambo la pili, kama wewe na mpenzi wako hamfanyiani, basi nyie hampendani. Umbea. Yaani kama wewe na mpenzi wako hampeani umbea. Unajua nikizungumza umbea ni kwa mfano wewe umeenda sehemu, kuna kitu kikawa kimetokea pale, au kuna mtu alifanya kitu fulani. Unaweza ukawa umetoka huko, yani unakimbia uwahi nyumbani uende kumuhadithia mwenzako. Na ukifika pale nyumbani, mwenzangu, nimetoka huko nakwambia, nina kitu nataka nikwambie. Ukifika hapo unamkuta, niambie. Na yeye nakwambia anaachilia, hata kama alikuwa kuna kitu anafanya anaachilia. Niambie kuna nini? Yani nakwambia kuna mtu amefanya 1 2 3. Yani nikasema hapa ungekuwepo. Yani nilitamani nipae nije nikwambie. Kwa nini sasa hujanipigia simu? Simu nilikuwa sina dakika au sijui, yani mazingira yalikuwa hayaruhusu. Yani hapa kitu kilikuwa kimenikaba. Anawahi kuja kukwambia. Hivyo hata kwa mwanaume akitoka huko kuna kitu amekiona na wahi nyumbani, akifika mwenzangu, leo huko nilikotoka si kuna mtu alifanya 1 2 3.
mnaanza nakwambia pale kuongea, naye yule jamani 1 2 3 4 5 na jamani, umbea kidogo ni afya, kwa sababu kuna wanawake wengine ambao sio wambea. Yani hana tabia kutoka kwenda kwenye majumba ya watu kupiga umbea na nini, yana kazi zake tu nyumbani. Ujue huyo mwanamke umbea anapiga na mume wake. Mwanamke akikosa kabisa kupiga umbea na mtu yoyote yule hawezi kusurvive kabisa, hawezi kusurvive. Kwa hiyo ukimwona mwanamke anakuwa mbea sana huko nje barabarani huko, ameenda nyumba ile anapeleka umbea kule, ujue huyo mwanamke nyumbani mume wake ni kauzu. Mume wake ni wale wanaume ambao akiingia amani inatoweka, hana urafiki na mume wake. Ndio inasababisha wanawake wengi wanakuwa wambea. Wewe chunguza tu. Ila mwanamke ambaye mume wake ni rafiki yake, huyo mume wake atapiga naye umbea, utaishia hapo hapo ndani. Hata kuwa mbea huko anasutwa huko mtaani huko, uwezi ukasikia. Ila umbea wake mwenzio anapigia ndani na mume wake. Kwa hiyo jamani, wewe mwanaume kama una mwanamke ni mbea, ameshasutwa, kesi zinakuja nyumbani, amesema hiki, ameongea kile kwenye nyumba ile, wewe mwanaume, huyo mwanamke hujamfanya kuwa rafiki yako. Mwanamke anahitaji kuwa na sehemu ya kuwa anazungumza umbea kidogo na mtu, awe ana mtu anaweza kumsikiliza, kusikilizana, kuambiana kidogo viumbea hapo. Hawezi kuwa mbea huyo mwanamke mtaani, ila atakuwa mbea na wewe ndani tu. Hasa si bora huo umbea wa ndani jamani, si ni mzuri eti kuliko umbea wa huko barabarani aje asutwe na vigomo, inakuwa haifai. Kwa hiyo kama mwanaume una tabia hiyo ya kuwa serious sana na mke wako, acha, mfanye awe rafiki yako. Na watu wakiwa wanapendana lazima kuwepo na kaumbea kidogo, maana wanapendana hawa, hawafichani mambo, wako huru. Kila mtu yuko huru na mwenzake, anaweza akatoka huko akaja akamwambia chochote, wakaongea, wakacheka, wakafurahi. Kwa sababu gani? Ni marafiki na kila mtu anampenda mwenzake. Kwa hiyo mkipendana lazima kuwepo na kaumbea kidogo kwa afya. Unakajua kaumbea cha afya wewe? Ukipendwa utakaona, ila ukiwa hujapendwa huwezi ukakaona, utaona userious. Ila kaumbea kidogo cha afya kanatakiwa mkiwa mnapendana. Huaga kuna kaumbea pale katikati baina ya mwanamke na mwanaume. Jambo la tatu ambalo kama wewe na mpenzi wako hamfanyiani, basi nyie hampendani, hamnuniani kwa muda mfupi. Yani nyie hamnuniani, nyie mpo tu mnacheka. Unajua bwana, wakati mwingine watu ambao wenyewe tu kila siku wako wanacheka tu, hao watu ni wanafiki. Yani kila mtu ni mnafiki kwa mwenzake. Ila kiuhalisia lazima kuna kamnuno ka muda mfupi, sio kununiana lakini ile kununiana wiki, mwezi, miezi. Kuna kale ka kununa kwa muda mfupi, alafu baadaye yani mnaweza mkanuniana, alafu mwenzio akija anakuongelesha labda jambo, tuchukulie mfano, umefanya hivi na hivi na hivi, baadaye unaanza kucheka, anacheka na wewe baadaye unaanza kucheka. Hasa kwa nini umefanya hivyo? Mnaanza tena kucheka, yanaisha kwa mtindo huo. Ni kwa sababu mnapendana. Ila wale wasiopendana minuno inakuwepo, lakini minuno ya muda mrefu. Watu wananuniana mwezi mzima, wiki 2, wiki. Jamani, huyo mtu akikununia wiki, kweli mahusiano yapo jamani? Hayo mahusiano yako wapi? Unaweza kukaa wiki hujamtafuta mtu, wiki 2, mwezi, alafu umenuna. Wewe sio kununa, wewe bwana umpendi huyo mtu. Mtu anayempenda mwenzie atanuna sawa, makwazo yapo sawa, lakini hayachukui muda. Yani hata wakinuniana, labda ameona amenuniana kwa lisaa, anakuja, bwana mimi nimechoka bwana kununiana. Kwa sababu mnaponuniana unakuwa ile mmeshazoea kuongeleshana kwamba kitu fulani kiko wapi, kuna jambo hili, au umeona kitu, bwana kuna kitu hiki na hiki na hiki, mnataka muongee.
huwezi. Kwa hiyo mwingine anajikuta ameshavunja ukimya, bwana mimi nimechoka bwana kununiana. Mnajikuta mnacheka, mnapatana na mnasolve issue yenu. Bwana mimi sipendi, basi unifanyie hivi, mimi nimechukia. Pole bwana. Pole bebi wangu bwana, nimekosea, sirudi tena. Yanaisha. Lakini nyie uko na bebi wako kwenye hayo mahusiano. Huyo bebi anakununia mwezi mzima na wewe upo kwenye mahusiano. Hapo tuna mashaka na mahusiano yenu. Unawezaje kumnunia mtu mwezi mzima? Kwa hiyo kama mtu anaweza kukununia kwa muda mrefu, huyo hakupendi. Anayekupenda au wanaopendana wananuniana kwa muda mfupi, baadaye wanasovu, maisha yanaendelea. Hawawezi kukaa muda mrefu eti siku 2, 3, wiki, mwezi. Hapana, haiwezekani. Inawezekanaje unampenda mtu ukavumilia mwezi mzima hujaongea naye, hujampigia, hujaongea naye chochote? Haiwezekani. Kwa hiyo kama nyie mnanunianaga kwa muda mfupi halafu mnapatana, basi nyie mnapendana. Jambo la 4, kama wewe na mpenzi wako hamfanyiani, nyie hampendani, kusindikizana chooni usiku. Yaani kama wewe na mpenzi wako usiku unaweza ukabanwa au yeye akabanwa, lakini hawezi kukusindikiza usiku. Unamwamsha, bwana naomba unisindikize, mimi nimebanwa, nataka kutoka nje. Tunazungumzia sasa wale ambao vyoo viko nje, sio ndani za nyumba zao. Nataka unisindikize nje. Anakuambia bwana mimi niache, nimechoka bwana, mimi na usingizi. Hata umwamshe vipi, hakusindikizi. Yaani yeye ana usingizi na anaendelea na kulala, hajali. Huyo bwana huyo, hapana. Upendo wake anaweza akawa nao lakini mdogo. Watu wanaopendana wanasindikizana, yaani kiasi kwamba ukimwambia tu bwana mwenzio bwana nimebanwa nisindikize, anaamka chap. Haya twende, nini kinakusumbua, tumbo au nini? Tumbo bwana mimi sijisikii, najisikia kama linauma. Anachukua simu, anawasha tochi au kama ni tochi, haya twende, anakusindikiza chooni. Tena anasimama na kusubiria. Unaweza kumwambia bwana mimi naogopa, simama mlangoni kabisa hapo. Akasimama hapo mlangoni kabisa. Hata ile harufu asisikie. Jamani, ukiwa unampenda mtu si hata harufu isikii. Au unaisikia? Anasimama kabisa hapo mlangoni, nakwambia. Anakusubiria. Kama ni tumbo linakuuma, ukishamaliza hapo mnatoka tena mnasindikizana, mnaenda ndani. Huyo mtu anakupenda. Mna tabia hiyo ya kusindikizana. Iwe yeye, iwe mwanamke ama mwanaume. Mwenzio tu akiwa na hali hajisikii vizuri, anaweza akakuamsha chap, na wewe unatoka chap, unampeleka. Sasa huyu ambaye akupendi, ukimshtoa usingizini, ndo kabisa analalamika tena mkali. Bwana we msumbufu bwana. Umekula manini bwana? Unaanza kunisumbua, mimi nimechoka, tena unaanza kunisumbua sasa hivi. Hebu niache bwana. Nenda mwenyewe huko chooni. Usiku hapo unaogopa, unatetemeka namna hii. Lakini hawezi kukupeleka. Anagoma kabisa. Utakaa hapo, nakwambia utalia, utafanya nini? Mwenzio amegoma, ndo kwanza anajifunika shuka, analala. Huyo mtu hajali. Mtu anayejali lazima atakuwepo hapo kwa ajili yako. Kwanza anapata hata hofu. Umekula nini ese? Linauma sana. Au nikupe dawa? Atakea. Kwa hiyo kama wewe na mpenzi wako mna desturi na tabia kusindikizana chooni usiku, nyie mnapendana. Na hata kama choo kinaweza kikawa sio nje, ila kiko ndani humo, unaweza ukawa umetoka tu umeinuka, amekusikia umeinuka naye anainuka. Bwana vipi, mbona nakusikia unapiga ruti hapa kwenda chooni kutoka na kuingia, vipi? Uko sawa? Utaambia bwana siko sawa, najisikia vibaya. Atainuka, umekula nini? Tumbo limekuanza saa ngapi? Ataonyesha hali fulani ya kufanyaje jamani, ya kujali. Kwa sababu huwezi muona mwenzio hata kama choo kiko ndani anahangaika, anapiga ruti hapo halali na yeye amelala tu.
mwenzio halali, wewe ukalala tu ukapata usingizi vizuri. Hapo unatudanganya, tunaweka question mark, kwa sababu upendo na kujali vinaenda pamoja. Ukimwona mwenzio hayuko sawa, lazima na wewe ushtuke, kwa sababu unajali. Vipi? Kuna nini? Umekula nini? Naweza kukusaidia kwa kitu gani? Unakuwepo hapo kwa ajili yake, kwa sababu unampenda. Kwa hiyo ukiona nyie mnasindikizana chooni, mnajaliana, hata kama choo hakiko nje kiko ndani, ukiwa unapiga ruti hapo, anakukea, anainuka, anaangalia namna ya kukusaidia, huyo anakupenda. Lakini kama hafanyi hivyo, hakupendi. Jambo la 5, kama wewe na mpenzi wako hamfanyiani, nyie hampendani, kuongozana kwa pamoja. Yaani kama wewe na mpenzi wako hamuwezi kuongozana kwa pamoja mnapotoka, akiwa anatoka ukimwambia muongozane, anakwepa kwepa tu, hataki kuongozana na wewe. Kwanza huyu mtu sio mwaminifu. Huko barabarani yuko na watu wengi. Huyo mtu aidha ana wanawake wengine huko, ndio maana hana confidence ya kuweza kutembea na wewe barabarani, anaogopa na wengine wasije wakafanyaje, wakamuona akazua taharuki. Kwa hiyo ukimwambia muongozane, unaona anakukwepa kwepa tu, hataki kabisa muongozane naye, kwa sababu hajiamini. Ila mtu anayekupenda kwanza anakuwa anajisikia raha kuongozana na wewe, anatamani watu wote wawaone, na tena akipita hata anawasalimia watu, shemeji yenu huyu bwana, au kama ni mwanaume, wifi yenu huyu bwana, anakutambulisha kwa watu, yuko huru na wewe, yani hana shida. Twende sehemu fulani, twende bwana, nisindikize. Tena wakati mwingine ndo anakuomba, mimi nataka niende sehemu fulani, hebu tutoke basi, jiandae chapu tuende wote. Yeye yuko huru kutembea na wewe barabarani. Lakini ambaye hakupendi, hawezi kuwa na hiyo confidence. Wewe ukimwambia tutoke au tuongozane, anakwambia tuite tu basi bajaji tupande hapa. Kwa sababu jamani, bajaji mkipanda hamuonekani hata huko nje. Yuko radhi hata kama hana pesa ya kutosha, aite bajaji mpande, muende sehemu mnaenda, kuliko mtembee, hata kama ni sehemu ya kutembea. Hataki. Kwa sababu huko barabarani anajua lolote linaweza kutokea. Anaweza akakutana huko na Jeni, akakutana huko sijui na Amina, akakutana huko na nani au kama ni mwanamke akakutana huko na James, akakutana huko na Naima, akakutana huko na nani, ikawa hatari. Kwa hiyo utaona hataki kuongozana na wewe. Jua kabisa huyo mtu hakupendi. Wanaopendana wanaongozana na wako huru, kwa sababu huyu mtu, ili ujue anakupenda na yuko huru na wewe, kwamba huyu mtu hana watu wengine, anakupenda wewe, yuko na wewe, na hana shida yoyote ya kutembea na wewe huko barabarani, kwa sababu anajiamini uko wewe. Kwa hiyo atatembea na wewe sehemu zote na atakuwa huru na wewe. Yaani yuko huru kabisa, mwenyewe tu utaona. Jua kabisa huyo anakupenda. Ila kama hafanyi hivyo, jibu nalo. Hii point inachekesha kidogo, lakini huo ndo ukweli. Hapa tuliambiana jamani, tutaambiana ukweli. Jambo la 6 ambalo wewe na mpenzi wako kama hamfanyiani, nyie hampendani, kupumuliana. Yaani kama wewe na mpenzi wako kila mtu hayuko huru kupumua mbele ya mwenzake, nyie hampendani. Kwa sababu jamani, unapokuwa unampenda mtu, unatakiwa uwe huru naye. Utajificha mpaka lini? Una mtu mwingine hapo, unaweza ukasema huo sio ustaarabu bwana, unatakiwa utoke uende pembeni. Sawa, utatoka utaenda pembeni mchana, usiku upo usingizini, na vile vitu woga vinatoka tu vyenyewe jamani. Mwili nao unataka upunguze carbon dioxide. Inakuwaje?
utajificha mpaka lini? Usiku utaamka usiku wa manane utatoka uende huko pembeni? Haiwezekani. Lazima ifike mahali uhalisia. Hivi unajua kuna ile maneno na kuna uhalisia sasa wa maisha. Ndio huo sasa mimi nauzungumzia. Uhalisia wa maisha ni huo. Lazima ujue kwamba hii hali ni hali ya kawaida. Na kila mtu awe huru na mwenzie kufanya hilo jambo, kwa sababu si mnapendana jamani. Jamani, unasema unampenda mtu alafu anapumua, wewe unasema wachafu. Hapana. Akipumua lazima umwambie hata pole baby, jamani umepumua. Huo ni uongo bwana. Akipumua kuna muda mwingine humo ndani ya mkai. Mpaka unamuuliza mwenzako, mwenzangu hii leo kali, umekula nini? Mbona hapa tukiwasha hata kiberiti tunaweza tukalipuka humo ndani. Huo ni uhalisia wa maisha jamani. Kuna mvua inanyesha, ila kama mnanisikia tumalizie tu. Huo ni uhalisia wa maisha. Kwa hiyo kama unampenda mtu lazima utakuwa huru naye. Unaweza ukapumua hapo na yeye akiwepo, uweze ukahangaika. Sasa wewe kama uko kwenye mahusiano na mtu akitaka kupumua anatoka anaenda huko pembeni, yani kuna vitu ambavyo hayuko huru na wewe yani. Huo ni uongo bwana. Au kama sio uongo basi ni mnafiki. Ndio ile mtu mnakuwa kwenye mahusiano akichukia yeye anachekaga tu. Kila muda yeye anacheka, yani hakuna kitu kinamchukiza. Huyo mnafiki huyo. Huo ni uongo kwamba mwenzio akuchukizi kwa chochote. Haiwezekani. Yani wewe ni kucheka tu kila siku. Hapana bwana. Mtu anayekupenda atakuwa huru na wewe, atakuwa anajiachia. Yani unajua ukiwa unampenda mtu utakuwa huru naye. Yani ukikutana naye yani unajisikia tu huru, yani kufanya chochote kile uko huru. Sio tena unakuwa naye alafu unakuwa bado kuna vitu unajificha ficha, unaogopa, unafanyaje? Hapana, hiyo haitakiwi. Huo ndo ukweli. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tuna baraka ya mvua leo jamani. Kama mmesikia kidogo mnivumilie. Ila haitatukwamisha kushindwa kuendelea kupeana masomo hapa. Tukutane kwenye video inayofuata. Mimi nawapenda sana sana sana. Bye bye. Mwah, mwah.